طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Tutakuja kuzungumza. Nimeambiwa mwisho saa 8 kamili. Sasa saa 8 kamili ndio yenyewe. Dakika 5 za maswali, dakika 5 kweli. Jazakallahu khairan na barakallahu fik. Kwa faida ya ambao hawakusikia swali, ndugu yangu huwa anauliza swali kwamba katika jambo la kusengenya, itakapokuwa watu wamekaa pamoja wakaonazungumza mathalan dhambi la shirki, katika mazungumzo yao, katika namna ya kutoa mifano, wakasema mtu fulani mshirikina, mtu fulani mshirikina. Je, hapa hapajasengenywa? Na je, hukumu yake nini? Katika sheria kuna mambo yamevuliwa katika alghiba, yamevuliwa katika alghiba, katika usengenyaji yamevuliwa. Miongoni mwayo sio ghiba itakapokuwa mtu anakwenda kumshtaki mwenziwe kwa kosa alilomfanyia. Waenda kwa hakimu, fulani 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 wameniibia. Hii ni ghiba, umesengenya. Sawa, hawapo, lakini hii kisheria inafaa, bali ni wajibu. Kwa hiyo hii ghiba hii sio madhumuma, sio iliyokatazwa, bali ni mahmuda, kwa kuwa hapa washtaki, sheria imeruhusu. Kadhalika sehemu nyingine ambayo imeruhusiwa ni pale unapombainisha muovu kwa uovu wake. Mfano yale ambayo tumeyasoma katika aljarh wa ta'dil, anaposema wanawachuoni fulani na fulani si watu wa sunna, msichukue elimu kutoka kwao. Sisi tunao mfano wa mwanawachuoni mkubwa katika wanawachuoni wa dini hii, al-Imam Ali ibn Madini rahimahullahu ta'ala, ni mwalimu wa al-Imam al-Bukhari, ambaye huyo mnamjua nyinyi. Imam al-Bukhari mwalimu wake aitwa Ali ibn Madini rahimahullahu ta'ala, ambaye huyu al-Imam al-Bukhari alifikia kusema kwamba sijawahi kujidogosha kwa elimu kwa mtu yoyote yule isipokuwa mbele ya Ali ibn Madini. Huyu nikena ndio kama sina elimu mbele yake. Huyu bwana Ali ibn Madini alipokuwa akizungumza hadithi mbele ya umma wa watu, mmoja ya mtu akamuuliza, ni ipi hali ya baba yako mzee Madini, tuchukue elimu kutoka kwake? Mzee Madini hayupo katika hadhara, kwenye kikao hayupo. Al-Imamu Ali ibn Madini kwa sababu ya udamu wa baba yake akainamisha kichwa chini kwanza, kisha akainua akasema, la ta'khudhu minhu innahu laysa min ahli sunna, msichukue kwa baba yangu, yeye si mtu wa sunna. Akamjeruhi baba yake, kamsengenya. Lakini haramu hii la, ni halali, katahadharisha umma usije ukaingia katika uovu wa baba yake. Kadhalika ni mfano uliosema wewe, ikiwa mmethibitisha si kwa mujarrad wa madai, Uislamu umekataza kumdhania mtu. Sio umesikia panasema na ukasema Allah anachukia, inna Allah yaskhatu lakum thalatha qila wa qala, Allah anachukia kwa mambo matatu, miongoni mwayo pamesemwa jambo na ukalisema. Mzee fulani mchawi, una ushahidi katika hilo, utasimama mbele ya Allah kutoa ushuhuda. Ikiwa una ushahidi na ukatoa ushuhuda kwamba yule ni mushriki, kwa hiyo msiswali nyuma yake, sababu haifai kuswali nyuma ya mushriki. Hili linafaa kwa sababu umewaokoa watu kutokamana na jambo au janga kubwa. Kwa hiyo hili litafaa